Leo tutazungumuza kuhusu msamaha. Tusome kitabu cha Yona sura ya 1. Tuanzie mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemuka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Ndugu, kweli mjue Mungu anatupenda sana. Na msamaha unapofika, ujue kweli neema imeingia kwako. Ukiona Mungu amekutumia watu kukuonya na kukuambia acha dhambi, ndugu, rejea, acha uovu, tubu, ujue Mungu anakupenda na anakutakia maisha mazuri, anakutakia neema na anakutakia baraka na kuishi milele katika furaha. Wamoja wanapopata ujumbe, wanapotumiwa watumishi wa Mungu, wanadharau, na wengine wanafanya mambo yasiyowezekana, kutukana na vingine. Lakini tujue kwamba kweli Mungu anatupenda na hataki kama kuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kupotea. Uovu ni mwingi, tunakosa, lakini neema ya Yesu Kristo ya damu iliyomwagika Golgotha ilisafisha maovu yetu. Ni kwetu tu kutubu na kutoa uovu wetu mbele yake. Yuko tayari kutuosha na kutuweka safi. Hapa tunaona Yona alipotumwa na Mungu kwenda Ninawi, maana uovu ulikuwa mwingi sana hata ukamfikia Mungu. Na Mungu akamtuma mtumishi wake Yona kwenda Ninawi, apige kelele Ninawi, maana uovu ulikuwa umekwisha kuwa mwingi. Lakini ona maajabu. Yona kuliko aende Ninawi, akapanda merikebu ili aepuke uso wa Bwana. Akapanda merikebu kwenda Tarshishi. Na kweli Yona alifanikiwa kupanda merikebu, na alipanda merikebu na akasafiri na watu ambao walikuwa kwenye merikebu wakielekea Tarshishi. Lakini maajabu ya Mungu ndio haya. Wakati walikuwa njiani, tufani kuu ilitokea. Upepo mkali ulivuma hata merikebu ilikuwa karibu ivunjike. Wote ambao walikuwa katika merikebu walipiga yowe wakiomba Mungu, kila mtu, ili Mungu anusurishe maisha yao. Kila mtu aliomba Mungu ili waone kama kweli tufani hilo linaweza kupungua. Hata na Oza akapana oda kwa kila mtu apige magoti na aombe zaidi.
Na kweli wote walishuka chini ya uso wa Mungu na kuomba huruma. Kila mtu aliomba kwa Mungu wake. Kuomba, lakini hawakufanyikiwa. Kumbe Yona alikuwa anajificha chini ya mizigo ndani bila wao kujua. Kwa kuomba waliona hawafanyikiwi, wakashuka kule chini. Kushuka chini ya mizigo wakakuta Yona anajificha huko, anasinzia. Wakampandisha, wakamwambia Yona, tu karibu ya kuanguka. Tufani kubwa imetokea na merikebu karibu kuvunjika. Omba Mungu wako tuone ya kwamba kweli anaweza kutunusurisha na tufani hili. Wakaomba, wapi mambo ya kuendeka. Basi wakasema basi na tuombe tujue ni nani ambaye amefanya haya, na nani au yametokana na nani mabaya haya. Wakaomba, lakini kura ilimuangukia Yona. Basi wakamuuliza Yona, sasa Yona, haya yote yametokana na wewe. Sasa tukufanye nini? Basi Yona akasema, mimi mnitupe baharini. Na basi walimkamata Yona na wakamtupa baharini. Pale tu, na tufani likatulia. Merikebu ikawa katika hali iliyo shwari. Upepo ukakoma. Kumbe Mungu naye hapo alimtuma nyangumi akamumeza Yona. Yona aliishi katika tumbo ya nyangumi muda wa siku 3. Naye Yona huko alikuwa akiomba Mungu kwenye tumbo ya samaki. Akiomba msamaha. Mungu alisikia maombi ya Yona, na kweli alisikia na kumtoa katika tumbo hiyo. Maana alituma samaki huo, na samaki akamtapikia kwenye nchi ya Ninawi. Na akamupa sasa agizo ya kwamba uende mji huo na uambie watubu, maana uovu wao umenifikia. Na kweli Yona alitii, ndipo akaendea mji huo, akapiga kelele akisema, Ninawi itaungua. Ninawi itaungua kama hamtubu, kama mwachi dhambi, kama hamtubu, kama mrudi Mungu, Ninawi itaungua. Akapiga kelele. Na kweli Ninawi Mungu aliwapa rehema. Wote walitubu. Tangu mfalme hata mnyama, wote walivaa gunia na wakapiga magoti, wakafunga, hakuna kula. Na kweli maombi yao ilimfikia Mungu, na Mungu alihurumia mji huo wa Ninawi. Mabaya hayakupata Ninawi. Ninawi waliokoka
na walipata neema kwa Mungu. Ndugu yangu, ninataka tujue ya kwamba Mungu anatupenda. Mungu anapotuma ujumbe, Mungu anapotuma watumishi wake kuendea mji, kuendea watu, kuambia tuache dhambi, tukimbie ghadhabu, tuache dhambi, tujue Mungu anatupenda. Mungu alituumba na roho ya utakatifu. Tulikuwa watakatifu hapo mwanzo, lakini uasi ulituma tulitoka kwenye utakatifu na tukajikuta tunakuwa wenye dhambi. Lakini neema ya Yesu Kristo ilikuja duniani. Yesu alishuka duniani na akatufilia, na tumekombolewa kwa damu yake. Yeyote anayetubu, yeyote anayeacha dhambi, yeyote anayemkaribia Kristo, hakika ajue ya kwamba anaondolewa dhambi. Anaondolewa dhambi. Anaondolewa dhambi. Ndugu, neno hili ni kwako, ukuambia kwamba Mungu anakupenda. Anapokutumia watumishi, anapokuambia tubu, jua anakupenda. Na anakutakia maisha mazuri. Anataka uishi milele. Maana alikuumba na utakatifu, ya kwamba mwanadamu aishi katika furaha milele. Uasi uliharibu kila kitu. Na kwa hiyo ndugu yangu, Mungu anakupenda. Anataka umrudi. Anataka vyote unavyofanya visioendana na mapenzi yake uviache. Tu nyakati za mwisho. Dalili za tuonyesha kwamba tu nyakati za mwisho. Ni wakati sasa wa kurekebisha maisha yetu na kuweka roho zetu safi katika utakatifu wa Mungu. Mungu anatupenda. Ni yeye alituumba. Alituumba kwa roho safi, roho ya upendo, roho nzuri. Isipokuwa uasi umeharibu kila kitu. Lakini aliendelea kutupenda na kutuma ujumbe siku kwa siku ili tuingie katika ufalme wake. Neno hili ndugu yangu libaki ndani ya roho zako na ujue kwamba Mungu anakupenda. Vyote unavyofanya yeye yuko tayari kuosha na kuweka mahali pazuri, mahali penye furaha na amani. Neno hili libaki kwako na kwangu. Amina.